ya com. Sasa hapa kulikuwa kuna mafundi wamekuja kutengeneza internet, na wamekuja kutengeneza internet wameajiriwa na serikali, lakini sasa kuna jeshi limewashikilia hapa. Yani nafikiri kwamba kuna jeshi lilikuwa linafanya patrol, likagundua kwamba kuna watu wako hapa, alafu sasa ni wazungu, hawakujua wanafanya nini. Lakini hapa tunakutana na huyu bwana Gerald Butler, yeye ni Muingereza na amekuja hapa, ameajiriwa na hii kampuni ambayo inashughulika na masuala ya internet. Bwana naona anasimamiwa huko juu, anafanya kazi yake kiuoga sana, yuko na laptop yake anaendelea kuangalia kazi kama inaenda sawa, lakini ilibidi amwambie mwenzie amletee kata. Anaambia niletee big kata. Nafikiri ni kitu cha kukatia nyaya, ama askari wanamfuatilia huyu ambaye kaambiwa aende akachukua big kata. Wakati ule yeye sasa anafanya kazi yake vizuri. Sijajua kama kweli walikuwa ni waajiriwa ama wameamua kuyafanya yao katika haya maeneo, kwa sababu hii ni nchi ya Iran, ina ugomvi mkubwa na Marekani na mataifa ya magharibi. Yeye ni nchi ambayo inaongozwa kiserikali na sheria za Kiislamu. Umeona? Sasa anavyomwambia mwenzake alete big kata, kumbe kata anayo, na kwa sasa ameshapata nyaya ambayo alikuwa anahitaji, anaunganisha. Ujamaa haioni hiyo big kata yenyewe, kumbe big kata alikuwa yuko nayo kule ndani. Ameshakata bwana, anaenda kwenye gari ili kuzugazuga tu, wako chini ya ulinzi na maaskari wa Iran. Sasa tayari anachukua mtambo wake, sasa anaunganisha katika ile nyaya ile kata. Na hapo ndipo ambapo itakuwa ni live feed. Nikisema live feed, mawasiliano ambayo alikuwa anayataka sasa yatakuwa yanaonekana makao makuu yao. Alivyounganisha tu access hiyo hapo imeshakubali, hapo ni feeds live, yani kitu kinaonekana moja kwa moja live bila changa. Wamarekani sasa washapata pictures yote ambayo inaendelea katika maeneo. Kile ambacho wanakiona wa Iran ndicho ambacho wanakiona wao, na pia wao wanaweza wakanyambua tena zaidi na zaidi. Umeona Kumbe walikuwa wanataka kuiba mawasiliano ya serikali. Kudadadeki ashamaliza kazi yake na anajua huko juu tayari mambo yameshakuwa, anachomoka. Run Oliver, let's wrap it up. Bwana twenzetu Oliver, mambo yameshakaa sawa. Hey. Wanasema kwamba wanataka vitambulisho. Tunazungumza na wewe. Hebu tuonyeshe kwanza kitu gani ulichokuwa unakifanya hapa. Anasema tumeshamaliza kazi, sasa nataka tuondoke. Huyu bwana mdogo mzungu, lakini anajua kidogo kuzungumza Kiirani ama Kiarabu. You've seen our paperwork. Amesema wanasema kwamba wameshaona karatasi, lakini bado tu mnataka nini? Tumeajiriwa serikali yenu, tumeajiriwa na serikali yenu, na mmeona paperwork, yani karatasi zao za kufanya kazi hapa, na wao walikuja hapa kwa ajili ya kazi maalum. Sasa bado tena wanataka nini Anasema jamani, kafiri tutamchinja. Ameonekana kabisa yeye ni mzungu. Jamani, tumeajiriwa na serikali yenu, bado tu mnaleta ubishi. Tumeajiriwa na Ayatollah. Wewe unafanya nini? Unaingiza nini mfukoni kwako? Unachukua nini katika mfuko? Wamemuona kama kuna kitu anataka kukitoa katika mfuko, wanamweka chini ulinzi. Ama askari wameambiwa jamani, tumeajiriwa na serikali yenu. Ayatollah ndio ametuajiri kutengeneza internet hapa. Sasa inakuaje tena? Jamaa anasema mimi natoa simu, sio kwamba natoa silaha yote. Nyinyi mko wengi. Hebu njoo kwanza, njoo ona. Umeona? Look, see? Angalia. Umeona? Fast internet. Yani sasa hivi ni fast internet. Ilikuwa imeharibika internet hapo, tumekuja kuitengeneza na sasa hivi iko faster. Sawa? Unasema kwamba sisi ni makafiri, sawa, haina shida. Sawa Come here, watch. Njoni tu mcheke, alafu kuna mpira live hapo unaonyeshwa. Unaona ni faster. Huyu jamaa mmoja hajapenda, anabaki tu kusikitika. Huyu jamaa kwa dakika zake hii ingependeza ingempiga risasi, anasikitika tu, lakini mwingine anafurahi kuangalia mpira, ndio mchezo wake, anacheka. Kumbe bwana unatutengenezea internet, tuangalie World Cup vizuri, tuangalie na dhidi ya